wengi. Kulikuwa na bwana mmoja bedui ambaye alikuja kwa mfalme. Mfalme akampenda bwana huyu sana kwa sababu ya maneno yake mazuri ya kuongea. Mfalme akiongea anapenda aongee au aeleze maneno mazuri. Katika maneno mazuri ya bwana huyu kwa kipekee mfalme, kila jamaa anayekuja pale tunasemaje, mimi kwa fulani na shida fulani, unasemaje? Ajiba anamshauri mfalme, anamwambia irsil ila al-muhsin wasakfiha al-musi'a isaata. Mfalme, mtu mwema mfanyie mema, na mbaya Mungu atakinga ubaya wake. Irsil ila al-muhsin, mfanyie wema mtu mwema. Kaja na mfanyie kaja mwingine na ubaya, Mungu atakinga kwa sababu wewe fanya wema. Mfanyie wema mema na mbaya. Mbaya mfanyie mema, Allah atakinga ubaya wake. Na wema anastahili mema. Mmoja katika mawaziri pale haya kwa kumchukia, kwa nini huyu bwana mshamba? Na hiyo tabia yetu kwa sasa hivi ndio watu wa Islam au watu wa kisasa. Tangu zamani sio sasa. Bedui kwa Japani alipima mambo ya mjini sana. Anakuja barabara moja akifika pale, mshamba hivi anakuja mfano anamkaribisha na anaenda kabisa anakaa kuongea. Sasa mmoja katika wale mawaziri ikawa ndakoroga roho hiyo. Kwa nini yeye? Kwa nini huyu anasiki na afanye? Kwa nini yeye? Kila mfalme anasema kitu, msemaje? Kwa nini yeye? Siku moja akamwambia kesho njoo mapema na kualika nyumbani. Akaja mapema nyumbani, sasa kama ile kishafika. Vipi hatakuzungumzia tu. Wakaongea saa 5, 6, 7 na hakuna kula. Ndio maana tuko na Mungu tangu siku ile kutoka mbali. Jioni chakula kinaletwa. Basi kwa sababu tunakwenda kwa mfalme baada mahali, sasa ndio chakula kimeletwa pale, kina vitunguu hivi. So, chuku zima vitunguu kwa ndani yake. Ndio maana anajaa. Na hajui ni ya mtu. Basi akala kisha. Alikula akakisha hapo nini? Mfalme hapendi kabisa hapo ya vitunguu. Sasa na wakati ushafika, asema neno. Tukienda kwa mfalme, ukiongea naye basi nziba mdomo ili harufu mpaka sipate. Akija kisikia kufuza kwa mtihani kwako. Akaambia nani mashallah neema umeshauri sana, nashukuru. Alipofika kule yeye ndio mfalme waziri katika kwa akaingia mbele kwa mfalme kufika kule bwana mfalme mimi na neno. Na wao kama unajua mahasi wanakuwa baadaye mimi na neno. Sema ndio. Bwana anapiga tu kusema mbele za watu anaka anta alkha una haya dogo anakutangazia mimi ujamaa huyu bado mchao ndio yeye anakusema mbele za watu wote kutoka nje na kusema wewe una harufu mbaya na watu wengine kwa nafsi nakaribisha na mkirimu tunazungumza tunacheka kwa dada lake akasema na sasa anamwambia sasa mtaamini vipi mfanye anasema ukisema naye mtizame, mwite karibu uone kama anasema nayo vizuri. Ukiona anasema mdogo na maana nataka kusikia kwa mdomo. Sawa. Baada ya maana kusajili pale. Imani fanya kama mtu alikuwa. Fadhali. Sogea. Na msemaje? Vipi habari za huko? Nzuri kabisa, ni leo mapema. Fanya. Umetoka sana, anasema kidogo hapo kurudi. Kidogo. Fanya pale kaja teknika kitu. Hasira zikampanda. Pale kwa karatasi anaandika. Barua. Akamwambia kesho waje mapema kesho. Nataka nikutume pahala ukachukue zawadi yako. Ni sawa. Akachukua zawadi ikafungwa siri. Akatoka pale ambaye bwana mfanya waziri kwa sababu shukuru nisaidia kweli maana gani kwa kihani mpaka sasa tunatoka lakini wewe mashallah nisaidia tena. Haya. Imekuwa jana kanipa barua nipeleke pale fulani kwa nyumba fulani. Kesho ile bwana akaona baada ya yote bwana anakwenda kwa zawadi. Huyu mtu gani? Akasikiza wewe wakuja kwa msalamu sana. Nipe hii watapigia ukienda hapo. Wengine wao wewe hujui mambo ya jiji.
ndio sema hapo mjini sisi wewe nipe na kwa tabletia kila kitu sana swasi. Ile bwana nasikia bedui anaamini kila mtu. Chukua. Siku ya pili asubuhi ile break ile bwana katoka tena kupeleka baba. Kufika kule baba amefunguliwa wale watu wa majeshi kwa mtazamo na muuliza. Wasili na hii baba una hakika ndio kwa mfano kama anaangalia siri na sahihi ni kweli na imefungwa ukafungwa sitafungwa wakamkamata wakamteleza wakamchinja kichwa wakamkata kichwa. Ile barua ilikuwa imeandikwa atakayekuja na barua hii mjiandae mchinjeni kesho mbele kichwa chake kama hivi. Yule baba kupeleka barua pale kama ilikuwaje? Barua imeandikwa sio mimi yule mtume yule akamwambia hapana tumekuuliza mapema barua yako kasema yangu ukakupata kwa fani sasa unataka nini? Hivyo katika hikaya ya wakati hasi ilikuja mwenyewe. Siku ya pili yule baba akaenda kwa fani akakuta watu wamekuja na kichwa kile kile. Mfalme anashangaa. Tena vipi inakuwaje? Fani anashukuru. Umekwenda kuelewa bwana akachukua ile barua amesema tambe. Yuko hapo kwa ndio kichwa fani shuka wazika chini. Ilikuwa kabisa bana jana akibaya mapema akaeleza. Pale mfalme akarudia neno la asili ila muslim mfanyie wewe bila mwema wasafiri kumkusika na mbaya ubaya wako utamrudia na Qur'ani imesema zamani ulmakru sayyi illa ubaya utamrudia isipokuwa ubaya asili. Ndugu zangu, hasada ni kitu kibaya sana. Itoshe Allah ametutaka tujikinge na hasada wa mishari hasad ila hasad. Inna Allah